kingine, tafuta material yaliyokuwa bora. Usiambie tu dagaa hii ni dagaa. Epuka sana dagaa iliyooza. Epuka sana soya iliyooza. Epuka sana mahindi yaliyotengeneza sumukuvu. Yaepuke pia na hayo. Jamani, sumukuvu huwa tunaita ni anti-nutritional factor. Anti-nutritional factor maana yake nini? Sumukuvu au sumu zingine huwa zinazuia kuku anapokula kile chakula kinakuwa hakimeng'enywi, hakifyonzwi vizuri. Mwisho wa siku unalisha kuku lakini hupati matokeo mazuri kwa sababu kile chakula hakiingii katika mwili. Mwisho wa siku kuku wako hawatakuwa vizuri. Unapowapa kuku wako chakula kisichokuwa bora, tegemea hayo matatizo. Lakini pia na kwa wafugaji wetu, chonde usifate formula unayojua wewe. Formula uliopewa, ngoja nikwambie kitu kimoja, sisi sio wajinga. Sawa? Kukuambia kwamba tunakupatia mwongozo, tunakupatia pia na formula. Kuna sehemu nyingine formula huwa zinauzwa na zinauzwa bei ghali sana, lakini sisi tunakupatia bure. Tunakupatia bure kwa nini? Kwa sababu lengo ni wewe utengeneze matokeo bora kwa kuku wako, ili lile neno unalosema kuku wetu ni kuku wa mwendo kasi, ni kweli wa kwako waonekane ni wa mwendo kasi kweli. Kwa hiyo sasa hakikisha formula unazotumia ni formula ulizopewa na Kuku Village peke yake. Hizo formula na miongozo ndio itakayokuletea matokeo peke yake. Ukitumia vingine utapata changamoto. Na hizo formula tunazokupatia jamani, hizo formula hazikuibuka tu. Hizo formula sisi tumezigharamia mamilioni kupatikana hizo formula. Maana yake ni walikaa wataalamu ambao ni nutritionalisti wa mifugo, wakatengeneza hizo formula maalum kwa ajili ya kuku na zimefanywa research zikaleta matokeo bora. Ndio maana na wewe tukakupatia. Na ndio maana tangu tumeanza kufuga kuku wa mwendo kasi tulikuwa tunawapatia formula za dagaa tu. Mwaka huu mwezi huu wa 3 na wa 2 ndio tumeanza kuwapatia formula za soya. Haimaanishi kwamba tulikuwa tunashindwa kukupatia formula ya soya. Kukupatia formula ya soya tunaweza, lakini ilikuwa bado haijawa tested na haijawa approved. Ndio maana tukasema hii formula hatuwezi kukupatia wewe. Lakini baada ya kuwa approved ndio maana tukakupatia kwamba formula hii sasa unaweza ukaitumia. Kwa hiyo ndio maana tunasema tumia miongozo uliopewa na Kuku Village ya kulea kuku wa mwendo kasi. Tumia formula ulizopewa na Kuku Village za kutumia za kufuga kuku wako wa mwendo kasi. Na mazingira yetu ya Kitanzania, ukikosa dagaa utapata soya. Iko hivyo. Ukanda kuanzia Mbeya, sijui kwenda Iringa huko, kwenda sijui Tunduma, kwenda wapi kuna soya, na soya inauzwa bei rahisi mno. Tumia soya. Ukanda wa Dar es Salaam pia wana soya kwa sababu Dar es Salaam ni mjini, wanaletewa soya na bei rahisi mno. Unaweza kutumia soya ukatumia dagaa. Na kingine, kama material kwako yanayopatikana ni ya soya, tuambie tukupatie formula ya soya. Kama material yanayopatikana kwako ni material ya dagaa, tuambie tukupatie formula ya dagaa. Ila ukituambia kupatie formula 2, hatuwezi tukakupa formula 2. Na hatukupi sio kwa ubaya, tunajua kwa nini hatukupi formula zote 2. Kuku wako wanatakiwa waukuzwe katika mfumo either wa dagaa au wa soya. Hautakiwi kuchanganya, leo sijui nimepata dagaa ya bei rahisi basi nawapa dagaa, kesho sijui nimepata soya ya bei rahisi nawapa soya. Hapana. Ndio maana hata wafugaji ambao tuliwatangazia kwamba kama umepokea vifaranga mwezi mmoja au miwili iliyopita, tuambie tukupatie formula. Kuna wengine walinifuata inbox wananiambia brother nipatie zote 2, nikamwambia hapana.
Sikukwambia hapana kwa sababu nakunyima, hapana. Najua matokeo yake utakachoenda kukifanya. Ukikifanya hicho, kuna waungwana atasema ndio ni kweli nilikosea, kuna mtu mwingine atakataa au atafanya atakavyoboronga, alafu mwisho wa siku atatoa malalamishi, anaweza katoa kwetu, akatoa tu kwa mtu mwingine ambaye yeye anaona anafaa. Ndio maana tunakupatia formula moja tu ambayo ndio itakayoweza kukufaa. Kwa hiyo sasa hakikisha either unafuga kuku wako kwa miongozo na formula za dagaa au kwa miongozo na formula za soya. Usiseme si kipindi hiki ninakosa mahindi, si kipindi hiki ninakosa nini. Jamani, vitu hivi huwa havikosekani. Sema changamoto huwa vinapanda bei. Wewe kuniambia tu kwamba kuna mji ambao hauna mahindi, huo ni uongo. Kingine, kama unakutana na changamoto za material, jipange, tafuta, ukiwezekana tunza, uwe na stock ya chakula hata wiki 2 au wiki 1. Ikiisha, usisubiri chakula kimeisha kabisa ndio utafute chakula, utateseka. Unaweza kukuta baba mashine unayosaga haina hicho kitu, au kuna wakati mwingine vinaweza tu viko adimu, lakini haviwezi vikawa adimu throughout, hapana. Kwa hakikisha unavipata hivyo vitu, unatengeneza chakula ikiwezekana. Ukibaki na chakula kwa wiki, tengeneza chakula kingine, tumia utaratibu huo. Lakini pia tumekupatia miongozo ya ulishaji wa kuku wako wa mwendo kasi. Lisha kuku wako kwa kadri ya miongozo. Na sasa hivi pia tumeboresha kwa wale ambao ni wafugaji wa mwezi huu na mwezi uliopita. Sasa hivi tunawapatia miongozo mipya. Na hiyo miongozo mipya tunawapatia ni purposely kwa sababu tunajua tabia za wafugaji na mienendo yao. Pima chakula, usiwape chakula kwa kuwakadiria kuku wako. Ukikadiria kuku wako, madhara ni yafuatayo. Kwanza, kisaikolojia, utahisi kuku wako wanakula wasichostahili. Kwa mwisho wa siku utawapatia chakula ambacho ni kichache au kingi. Kingine, utashindwa kufanya bajeti za kuku wako kwa sababu hutajua chakula chako kitaisha lini. Ndio maana tunashauri nunua mzani wa digital wa kupima chakula ambao una uwezo wa kupima mpaka na gramu. Ukinunua huo mzani utakusaidia kupima chakula chako. Kama unashindwa, agiza ndugu yako yoyote aliyoko aende Kariakoo. Lakini pia ukishindwa, mimi naweza nikakutumia hata linki za watu za maduka ambayo yapo Dar es Salaam yanauza hiyo mizani, ukanunua wewe mwenyewe wakakutumia. Usifuge kuku wa mwendo kasi bila kuwa na mzani. Chonde. Fuga kuku wako kwa kupima chakula, usigawe tu chakula. Hata ile chati ya ulishaji tumeiweka, lengo ni kukutengenezea wewe ufahamu kuku wako wanakulaje kwa kipindi husika. Usizidishe wala usipunguze. Tumeweza pia kutoa sasa hivi chati za aina 2. Kuna chati ya ufugaji wa kuku ambao mtu hawatenganishi matetea kwa majogoo. Kuna chati yao na imeandikwa kabisa mpaka maelezo mpaka kule chini kwamba chati hii uitumie endapo hautenganishi matetea kwa majogoo. Na ile ambayo unatenganisha matetea kwa majogoo imeonyeshwa kabisa kwamba chati hii uitumie pale ambapo utakapokuwa umetenganisha matetea kwa majogoo. Jamani, tunapokupatia hiyo miongozo tunafahamu matatizo ambayo yapo kwa wafugaji na changamoto ambazo zinazoweza kujitokeza. Na kingine, ukiona muongozo wote ambao umeweza kutolewa ukabadilishwa ikawaje, kumbuka huo muongozo ni matokeo ya changamoto zilizo kujitokeza kwa wateja, na sisi tunaangalia namna gani ya kuweza kuzitatua. Ndio mara nyingi huwa tunatengeneza hiyo miongozo, na ndio maana watu tunaikuwa tunaibadilisha muda baada ya muda. Utaambia tumeboresha muongozo fulani, tumefanya muongozo fulani hivi. Huwa target na lengo huwa liko hivyo. Hilo la kwanza. La pili, muongozo ule wa kutokutenganisha chakula, wa kutenganisha kuku, kwa maana kwamba matetea na majogoo ukiwaweka wote sawa, na muongozo ule ambao utakao watenganisha matetea kwa majogoo inapishana. Hilo lazima ulijue. Muongozo wa kutokutenganisha matetea kwa majogoo, chakula kinaenda kingi na gharama za chakula utazitumia nyingi,
na huo ndio mwongozo ambao utakaotumika hata kama unataka kufuga kuku wako kwa ajili ya nyama. Na ndio tumeuelezea pia huo kwamba kuku wako watatumia huo wanyama utatumia hivyo hivyo. Lakini pia tumefanya hivyo kwa sababu kuepusha kuku wako wasije wakadumaa au wakapishana, ili jogoo akila ale ashibe na tetea pia akila ale ashibe. Lakini pia recommendation ya kutenga matetea kwa majogoo ni kuanzia miezi 2. Wewe kifaranga wa siku moja uwezi kumjua jogoo, uwezi kumjua tetea, uwezi kumjua jike, uwezi kumjua dume, ila sisi tunawafahamu.